Mtazamaji wa Media Brain, karibu sana. Ni siku nyingine ambayo tunakutana hapa kwa ajili ya eneo la nyuma ya pazia. Kama ni mfuatiliaji wa tovuti ya www.themediabrains.com, basi utakuwa unatazama kule nyuma ya pazia. Kunakuwa na uchambuzi wa masuala mbalimbali kama unatazama huko, lakini pia kwenye YouTube ambayo inakwenda kwa jina hilo la Media Brains, utakuwa unatazama makala kule kuhusiana na yale ambayo yanakuwa yamechambuliwa pia kwenye tovuti ya The Media Brains. Mimi naitwa Ben Mitimingi, niko na mkurugenzi mtendaji wa Media Brains anaitwa Jesse Kwayo. Hivi karibuni kule mkoani Simiyu, katibu wa itikadi na uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makalla ametoa kauli ama amezungumza mambo fulani mbele ya wananchi kule, na kati ya mambo ambayo ameyazungumza mojawapo likaibua utata kidogo alipotoa tuhuma kwa wale aliowaita viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwa wana mpango fulani wa kununua virusi vya Ebola, lakini pia mpox kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania waumwe magonjwa hayo, na wakati uchaguzi utakapokaribia ama miezi itakapokaribia kuelekea uchaguzi, basi uchaguzi ushindikane kwa namna hiyo. Sasa hizo ni tuhuma ambazo zimetolewa kule Simiyu na Amos Makalla, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM. Na Jesse, kwa hiyo wewe umeandika kwenye uchambuzi wako, na umeandika kwanza kwa kurejea matukio. Umerejea tukio la Mrema, Agostino Mrema, wakati huo akiwa ni kiongozi ndani ya chama cha TLP. Alikuwa NCCR wakati huo, okay? Na tuhuma zake dhidi ya Mheshimiwa Rais kipindi kile Benjamin Mkapa zikamgharimu. Na baada ya kuanza na utangulizi huo, ukaja kueleza pia tabia za wanasiasa kuzungumza maneno wakati mwingine pasipokuwa na uthibitisho na madhara ambayo yanaweza yakawakuta. Ukirejea sasa na swala zima la bwana Amos Makalla. Sasa leo tuko hapa kuzungumza, lakini wewe mtazamaji, kumbuka unao nafasi ya kuchangia kwa kuachilia comment yako. Na mimi nitakapoziona hizo nitashughulika nazo wakati mwingine. Au ungetamani kichambuliwe kitu gani, maoni yoyote ambayo uko nayo, basi kwenye YouTube pale sehemu ya comment unaweza kuandika nini ambacho wewe unafikiria kuhusiana na yale ambayo huwa tunayazungumza hapa, au yapi ungetamani tuyazungumze. Kama nilivyokujuza, naitwa Ben Mitimingi, niko na Jesse Kwayo. Kuna mambo nimetamani kuyafahamu baada ya kusoma uchambuzi wako. Kuna maneno umeyatumia kama vile kuropoka. Ningetamani nianzie hapo. Ukisema kuropoka unakuwa unalenga kumaanisha nini? Nikushukuru Eben kwa kunipa tena fursa wiki hii kuzungumza yale ambayo nimeandika kwenye safu yangu ya kila wiki inayoitwa Nyuma ya Pazia. Na nimeandika jambo ambalo kwa uhakika limekuwa ni gumzo kubwa sana kwa juma tunalo katika hili. Kama ulivyosema mwenyewe hapa, katibu wa Chama cha Mapinduzi anayeshughulikia uenezi, itikadi na mafunzo, ndugu Amos Makalla akiwa kule mkoani Simiyu, alituhumu wenzake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba kampeni yao ya kuchangisha fedha tone kwa tone ya lengo kutafuta fedha kwa ajili ya kwenda kununua virusi hivyo ambavyo amesema vya Ebola na mpox. Virusi vya hatari sana duniani hapa inajulikana. Kwa hiyo na kama umefuatilia mitandao ya kijamii, hata vyombo vya habari vya kawaida, magazeti na nini, kumekuwa na watu wengi wamechambua jambo lile na kuona kwamba kuna shida mahali katika utoaji wa kauli kama hiyo. Sasa niliposema kuropoka, kuropoka kwa kawaida ni mtu kutoa kauli ambayo hajitafakari. Unataka una jambo tu ukaenda hewani ukasema jambo bila kuwa umelitafakari kwa kina na kujua ukweli wake, mapana yake na madhara yake. Ndio inasema unaropoka. Unajisemea tu bila kujua madhara ya hicho unachosema. Ndio maana neno kuropoka. Yaani mtu anatoa kauli ambayo kwa kweli hajitafakari vizuri. Kujua kina chake, undani wake na ukweli wake.
ndio maana ya kuropoka. Aha, sawa. Asante kwa maana hiyo ya kuropoka. Na tunaweza kwa maana yako kuropoka, maana huyu mtu hajafanya utafiti wa kutosha kuhakikisha hili jambo kama ni la kweli ni la ama sio la kweli. Ujumbe wako pale ni kushauri kwamba huyu mtu awasaidie polisi ili kuwahami Watanzania, lakini nikisoma uchambuzi wako ndani unaonesha kuwa na mashaka kidogo kama jambo lilozungumzwa pale lilikuwa la uhakika ama ukweli fulani. Linaweza kuwa linafanania na aina fulani ya kuropoka. Ndio maana nilivyoanza uchambuzi wangu nilifanya rejea ya mambo ambayo yametoka katika nchi na nikamgusa marehemu Mungu amlaze huko alipo kwamba alipata kuropoka akiwa jukwani. Ilikuwa ni wakati ule wa uchaguzi mdogo wa Temeke miaka ile ya 90 pale 96 ilikuwa pale, na akamtuma aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wakati huo ambaye ni Rais Benjamin Mkapa, Mungu naye mrehemu kwa aliko tangulia mbele ya haki, kwamba kulikuwa kuna milioni 900 walikuwa wamegawana, na akawa ametoa document fake fulani. Ile jambo kama ulivyosoma lilikwenda mpaka bungeni baadaye, na baadaye akashtakiwa mahakamani, lakini ile kesi iliisha kwa sababu kule bungeni alikuwa amepewa hati fulani kwamba amehojiwa na tume na kamati ya bunge na kama ametiwa hatiani kule, na kwa kawaida kwa taratibu zetu bunge lishakuhoji kwa kupa ile certificate, maana yake unataka kushtakiwa popote. Kwa hiyo ilimsaidia hata ile kesi ya jinai ambayo ilikuwa mahakamani haikuenda popote pale. Kwa hiyo ningesema wanasiasa tujifunze kuchunga ndimi zetu katika kutoa kauli hizi. Unapozungumza jambo linalohusu magonjwa hatari kama haya, kuambukiza magonjwa kama haya, virusi Ebola na Mpox, unajua kabisa dunia inatikiswa na magonjwa kama haya, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni ugonjwa ambao mpaka leo hatuna tiba wala chanjo ya magonjwa haya, na ni magonjwa ambayo nchi zinapambana sana yasiingie katika nchi zao. Kwa hiyo sio jambo la kuongea kwa urahisi sana kwamba Mpox au Ebola ni magonjwa magumu kidogo. Nafikiri unakumbuka hapa juzi hapa kati tulitangaza kwamba kulikuwa na wagonjwa wawili wa Mpox Tanzania, na nafikiri umepata kuona picha za mgonjwa wa Mpox alivyo. Nimesha kuona mgonjwa wa Ebola anapokuwa kutoka na damu kila mahali. Ni magonjwa ambayo kwa lugha iliyokuja na mimi nasema ni fatwa, kwamba ukipata ile magonjwa kupona ni kwa asilimia kidogo sana, ni kifo. Sasa unaposema kuna kikundi cha wanasiasa wanakwenda kununua hivyo virusi ili waje visambaze nchini ili Watanzania waugue, unajua ni jambo la kufikirika sana. Kwanza unajaribu kuuliza hivi virusi vinapatikana wapi? Lipo duka somewhere linauza? Kuna mahali unaenda barabara fulani bana, naomba virusi kilo 2 au lita 2 au hivi, inakuwaje? Hiyo biashara ya virusi inapatikana vipi? Lakini sio hiyo tu, dunia tunayoishi silaha za kibiolojia kama ndio virusi namna hiyo ni vitu ambavyo vimepigwa marufuku katika mikataba ya kimataifa na sheria ya kimataifa, na hivi mataifa yafikia baada kuona kwamba watu wanaweza kutumia vitu hivyo kwa ajili ya kuangamiza kizazi cha binadamu. Kwa hiyo sio vitu ambavyo dunia inaruhusu. Sasa ukimchukua kiongozi wa kaliba ya Makala, nimesema pale amekuwa nani huko nyuma, amekuwa mbunge, amekuwa naibu waziri, amekuwa mkuu wa mkoa, alipata kuwa pale makao makuu ya chama vile vile kama katibu wa uchumi. Kwa hiyo sio mtu mwepesi, ni mtu mkubwa mzito, anafahamu mifumo ya nchi, anafahamu taratibu za nchi. Unapokuwa na taarifa nyeti kama ile, kwa nini usipeleke kwenye vyombo husika ili taratibu zichukuliwe vizuri kutoka taharuki ya kiwango kile katika nchi? Kwa sababu unapoambia wananchi kwamba wa jamaa wanataka kuleta virusi, wale wananchi wafanye nini? Wapigio, wakamata wale jamaa au wafanye nini? Ningefikiri katika uwajibikaji ambao ungesaidia nchi kuihami, akitumia vyombo vilivyo vya nchi, polisi,
Wizara ya Afya, kokote pale ambapo kwamba hapa bwana, nikipeleka taarifa zangu zitafanywa kazi vizuri na hili jambo litazuiliwa. Huko kuna tu hadharani kwenye mkutano wa hadhara na kutoa jambo fulani hivi, vijana wanasema siku hizi ili kupata kiki ya kisiasa. Kwa hiyo nafikiri kwamba ilikuwa ni kauli ambayo kwa kweli kwa hiyo nafikiri ndio nasema kwamba huu ni aina fulani ya uropokaji. Nikasema sawa, Makalla kwa nafasi yake yeye ni kiongozi ndani ya chama, na eneo alilopo ama nafasi alionayo ni nafasi ya uzungumzaji, na haya labda hayajatokea kwake peke yake, hata kwa viongozi wengine wa nafasi waliokaa kwenye nafasi ambayo yeye anayo, inawezekana na wao walikuwa wazungumzaji kwa namna fulani. Tukirejea mtangulizi wake aliwahi pia kutuhumu mawaziri, na kweli ikaonekana ni jambo amelisema hadharani, labda lilipaswa kuzungumzwa kwenye vikao, labda kupitia kuzungumza vile ikawapa mileage kama chama, lakini pia labda kuna hatua zingine zilichukuliwa ndani ya chama kushughulika na mambo ambayo yeye aliyatuhumu, ambayo alidai yanafanywa na mawaziri. Yeye amezungumza mbele ya wananchi, na swali lako wewe ni kwamba anataka wananchi wafanyeje? Kampeni ya hiyo aliyoita matone inahusisha wananchi, na kwa mujibu wa maelezo yake, kwa sababu wanaochangishwa inaonekana ni wananchi, maana hili jambo kufanikiwa kwake linahitaji hela na mtoaji hela ni mwananchi. Huoni kwamba yeye labda sambamba na kutoa taarifa kwenye vyombo vya dola ama Wizara ya Afya washughulikie na jambo hilo, bado alikuwa na nafasi kama katibu mwenezi ndani ya chama, kwanza kwa kukipa mileage chama chake kwamba jamani, mnaona hawa tunaopingana nao mambo anayoyafanya, kwamba kwake imsaidie kupata hiko ulichokiita labda ni kiki, lakini wakati huo amewatahadharisha kwamba jamani, watoaji hela wa kulikamilisha hili ni ninyi. Kwa hiyo sasa angalieni wenyewe mnaweza kufanyaje. Labda vyombo vya dola vina taratibu zake za kufanya, lakini yeye kwa position yake kama katibu mwenezi, kwa kutengeneza mileage ya chama, lakini pia kwa labda kujivunia watu kutoka labda wale walikuwa wanaiamini Chadema, kwenye position yake hakuwa na nafasi hiyo ya kufanya hivi, au haikuwa haki kufanya hivi. Kwanza Eben, lazima ujue vitu viwili. Cha kwanza, hakuna kosa linalosahihishwa kwa kosa, kwamba madhali huko nyuma wapo waliopata kufanya makosa ya namna hiyo, kwa hiyo na huyu akifanya ni sawa tu. Hatuishi hivyo. Wanasema watu werevu hujifunza kwa makosa ya watu wengine, let alone makosa hayo kwa wenyewe. Kwa hiyo unajifunza kwa makosa ya watu wengine ili usitende kosa, kwa sababu kutenda kosa sio jambo la kushangilia kama mimi ni bingwa kufanya makosa. Sawa? Kwa hiyo kwamba kuna watu wapata kuongea vitu huko nyuma ambavyo havina mashiko, kwa hiyo na anaanza kaongea, hapana. Wanasema kutenda, kwani huwezi kufanya kosa kwa sababu kuna mwingine anafanya kosa. Kosa ni kosa tu. Kwa hiyo kama amefanya kosa, unasema amefanya kosa. Kakosea tu. Haihalalishi kwa sababu kuna mtu mwingine anashakosea huko nyuma. Si ndio bwana? Ndio maana ukitenda kosa la jinai utashughulikiwa tu mahakamani, utafungwa. Ukaruka tena utaambia au ni mzee makosa tumwache, utafungwa tena, si ndio? Kwa hiyo kosa ni kosa tu, hatuwezi kulifungia macho. La kwanza. Lakini la pili, propaganda. Hata title yake, cheo chake kule siku hizo wamebadilisha. Neno propaganda halipo katika title yake, katika cheo chake kilichotajwa pale. Wanasema ni uenezi, itikadi, uenezi na mafunzo. Neno propaganda halipo, kwa sababu propaganda ni jambo ambalo halina uhalisia. Ni uzushi, ni maneno ya kutengeneza tu, kuzuga na nini hivi propaganda. Yaani sio mambo ambayo ni ya uhalisia. Kwa hiyo katika dunia tunaishi leo ambayo tumepiga hatua sana za kisayansi na nini hivi, kufanya propaganda hakusaidii wewe mwenyewe unayozungumza, na wala hausaidii wale wananchi ambao unaowazungumzia au unaowasimamia, unaoongoza. Kwa hiyo kama ni propaganda, ni bahati mbaya sana, ni vitu ambavyo havijengi jamii na havikusaidii, sio vitu halisi. Kwa hiyo propaganda ni uongo tu ambao hautujengi. Tunabaki pale kwenye shida zetu. Kwa hiyo kama alifanya kwa ajili ya propaganda, ni bahati mbaya. La pili. La tatu, kwamba unawaambia wale wananchi ili wasichange. Kwa hiyo ameshathibitisha. Anawaonya, msichange mtaunga mkono kitu hatari.
Sasa ndio maana nasema kwa hekima ya kawaida kuzuia jambo hili ungetumia mifumo ambayo inaweza kukabili na hivi vitu. Kwa sababu wananchi wale hawezi kuelewa hicho wanachozungumza, kwamba virusi vinaweza kusambazwa hapa na msiwachangie hela. Ni mambo ya kufikiri. Kama unataka kuhami nchi na amezungumza pale, ili kutakuwa na maambukizi makubwa kiasi kwamba hii uchaguzi usifanyike, itakuwa ni maambukizi makubwa, sio labda kama ilivyokuwa wakati wa corona, labda kutoka miaka ya 2020-2021 pale. Kwa hiyo angetumia vyombo vilivyopo, na nikwambie kitu kimoja, magonjwa haya makubwa kwanza naye atangaza, si mtu wa kawaida, ni waziri wa afya. Kwa hiyo sheria yetu Tanzania hapa hivi, kama kuna mlipuko wa magonjwa makubwa haya aina ya virusi, mwenye haki ya kutangaza katika nchi hii, kuwaambia jamii, jamani, jambo hili lipo, ni waziri wa afya. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu lazima kuna mchakato wa kuthibitisha pasi na shaka yote kwamba jambo hili kweli lipo, limetokea. Kwa hiyo kama mtu wetu alitaka kuleta hiyo taharuki au kutaka kuondoa wenzake mwendo, kwa kweli ameingia katika jambo ambalo kwa kweli linaleta shida kubwa kwa jamii. Na mimi namshangaa sana, kwa sababu kwa kweli ni vitu ambavyo hatutarajii katika dunia leo. Unaweza kuatisha wananchi juu ya magonjwa makubwa kama hayo ili kupate hatua za kisiasa katika jamii yetu. Yeye hajasema kwamba kuna ugonjwa ama kuna ugonjwa umeshaletwa umeanza kusambazwa. Amesema kuna mpango. Na natamani kujua kwa nafasi yake hakuwa na haki ya kuwaambia wanachama au watu wanaomsikiliza kwamba jamani, kuna mpango huu? Inawezekana kwa sababu ukienda polisi, ukienda Wizara ya Afya, labda huweki bango, jamani mimi nimeenda kule nimeshawaambia hivi na hivi. Labda kama alifuata hatua hizo, kwa sababu nilikupa mfano wa mtangulizi wake wakati anatuhumu mawaziri. Lilikuja jambo la mtindo huu la kuhoji kama yeye ameona kunao mawaziri, si angepeleka tu taarifa kwa kamati husika au kwa wenye mamlaka husika ili washughulike na watu, au awataje basi kwamba ni waziri fulani na fulani. Lakini yule bwana hakutaja, na sababu tu nakutaja labda ziko hatua. Sasa labda kauli yake ilishitua watu kuanza kupeleleza zaidi na wakafikia walipofikia. Labda kuna maamuzi pia alifanywa ndani ya chama chake kwa sababu ya ile kauli ambayo aliitoa kwamba kuna mawaziri wana plani hii na hii. Narudi kwa Makala kwa position yake hakuwa na haki ya kuzungumza na wananchi kuhusiana na anaona ni kama kuna mpango ovu, hata kama ametoa taarifa polisi na kwa wizara. Naweza kusema maneno mawili tu. Ile ya Makala juzi ni ulaghai wa kisiasa. Ambao unafanana na propaganda au haufanani? Ndio bahati mbaya ndio ulaghai wenyewe wa kisiasa. Propaganda ni ulaghai. Ni ulaghai ambao ni mbaya, haujengi jamii, hausaidii jamii. Hautazuia hicho, hautasaidia chochote kile, mbali na kuleta adui katika jamii. Na ndio maana watoto ambao wana hekima na busara zao wameinamisha vichwa baada ya kusikia kauli kama zile. Huwezi kwenda unajua magonjwa haya bro, si vitu vya masahara sana. Yaani ni vitu vigumu kidogo, vinatisha dunia. Sio vitu vya kutumia kama kupata nafuu ya kisiasa. Hapana. Na nikwambie, unatoa mifano mingine ambayo tutokea huko nyuma. Kama ni mfuatiliaji mzuri sana na uliona siku ile huyu anayemtaja alifanya jambo fulani kwenye mkutano, hata huyu ambaye alikuwa anamwambia alimwambia yatosha, acha hiyo kitu. Kama nakumbuka vizuri. Mimi niliona siku ile live, lakini sidhani kama ilimsaidia aliyotaka kumshauri jambo hilo, kwa sababu ile ni kuleta haruki katika utawala nchi. Unapokwenda kutoa mashtaka kama yale ambayo hadharani na ile, hautafuti kujenga, unatafuta wewe kupata mwendo wa kisiasa wewe binafsi ambao haukusaidii sana na usaidii nchi au usaidii chama chako. Kwa hiyo wewe huamini kwenye siasa mtu kutumia propaganda? Kabisa. Ninaona kwamba ni mambo ya kijinga kidogo. Neno la kwa sababu itafika kesho ile unasema hapa ile alina mashiko. Isn't that politics? Hiyo sio siasa. Unajua tumeambiwa na watu ambao wanatakia mabaya kwamba siasa ni mchezo mchafu. Sitaki kuamini hivyo. Yaani siasa unakuja mchezo mchafu. Ni watu ambao wanataka kuhalalisha uchafu. Wanataka kusema siasa ni mchezo mchafu. Kwa sababu gani? Siasa inapashwa iwe siasa nzuri, siasa bora. Ili katika siasa hiyo tuweze kupanga mipango yetu ya maendeleo. Hii katika siasa tuweze
kusonga mbele. Sasa kuleta mchezo mchafu kwenye siasa, nchi itasongaje mbele? Nikwambie, mnapokutana kama kikundi cha watu cha chama cha siasa, ni yenu ni nini? Nilikwambia juzi hapa, chama cha siasa madhumuni yake makuu ni kupata madaraka ya dola. Kwa nini madaraka ya dola? Ili kuongoza nchi, ili kuisongesha nchi mbele, ili kuleta maendeleo katika nchi hiyo. Sasa katika vitu kama hivyo, propaganda ni za nini? Uongo ni wa nini? Uongo hautajenga barabara ya lami, uongo hautaleta maji, uongo hautaleta umeme, uongo hautaleta sufuria ya ugali nyumbani kwako mpya. Pengine hicho ambacho umekiita ni cha kijinga, kutumia propaganda kwenye siasa, labda ni utamaduni ambao umetumika muda mrefu na imeonekana labda unafaa kumtengenezea mtu safari nzuri kuelekea kwenye siasa, kwa sababu bila shaka hata maeneo ya nje ya Tanzania kunapofika kipindi cha uchaguzi kuna kurushiana vijembe ama kutuhumiana, huyu anahusika na kama ni nchi haina mahusiano mazuri na nchi nyingine, alafu mgombea wa nafasi fulani utasikia mpinzani wake akisema huyu mnataka kumchagua lakini anaungana na fulani ambaye labda anatuhumiwa kwa ugaidi au anatuhumiwa kwa kitu fulani. Hizo tunaweza kuziita propaganda, na umesema ni zinachafua, zinaleta dhana ambayo haifai kwamba siasa ni mchezo mchafu. Lakini inaonekana labda ni utamaduni ambao unaonekana unafaa kumpa mtu nafasi ya kusogea kisiasa. Bado narudi, Makalla kama amefanya vile, akiona kama ni utamaduni ambao umetumika sio tu labda kwa Tanzania, hata kwa maeneo mengine, linapokuja swala la kisiasa, kumpiga vijembe mpinzani wako ni mambo ya kawaida. Na tukizungumzia swala taharuki, anayepaswa kutangaza swala la ugonjwa ni Wizara ya Afya. Kama ni uhalifu fulani, polisi watahusika. Kama ni maadili mabovu kwenye masuala ya vyama, bila shaka wasimamizi wao wapo. Msimamizi wa vyama vya siasa atasimama kwa nafasi yake. Makalla changamoto yake inakuwa wapi kwa kile alichokizungumza? Kwa sababu mimi sioni pia kama inaweza ikawa ni taharuki kwa sababu yeye sio waziri wa afya, ila amesema kama mwanasiasa kwamba kuna mpango. Is it a problem? Alikuwa anaongea na watu wawili pale. Alikuwa anazungumza na umati, watu wanaomsikiliza. Ule umati umefuata nini? Kumsikiliza. Kwa nini unamsikiliza yeye? Huyu ni kiongozi wa chama kilichoko madarakani. Amepewa nafasi nyeti ya kuzungumzia chama hicho, mipango yake, sera zake, inavyosimamia serikali, inavyopiga hatua. Mambo ya kweli, mambo halisi, si kufanya ulaghai kwani. Kwa hiyo wanaokwenda pale wanaozungumza sababu wanaona yamkini huyu ndio mzungumzaji kile chama ambacho kinatawala. Sasa kauli anayotoa pale kwa kile ina madhara kwa wale wanaomsikiliza, kwa sababu ndio maana akaenda pale watu kwa maelfu, mamia kwa maelfu kumsikiliza, kwa sababu wanajua huyu ni kiongozi. Hakuongelea klabuni tulikuwa na watu wawili hapa, wako watu kwa mamia wanamsikiliza. Zile clip zimekuwa rekodi, zimekwenda. Na sijui kama umefuatilia, umeona wale rekodi ile kitu clip yao wameishusha. Kwa nini? Haina madhara, sio? Nani ameambiwa washushe? Sijafuatilia, lakini nani ameambiwa washushe? Sisi ambao tuko kwenye media, vya habari tunajua. Kuna msimamizi. Tunajua wapi rungu natokaga kwa ajili ya mambo hayo. Yamkini itakuwa imetoka mahali amri rungu kitio ishuke. Na imeshuka. Na wakasemaje? Ilikuwa haina mizania, balance. Lakini madhara tayari yametokea. Kwa hiyo ukisema anajisemea tu, Makalla si mtu mzuroja barabarani. Anakalia ofisi nyeti. Kwa hiyo mambo yake anayofanya, anayozungumza yana madhara ama chanya au hasi kwa jamii. Sawa. La kwanza. Lakini la pili nataka nikwambie. Umeongea habari ya kusema uongo. Watu waungwana wanaoendesha siasa za kiungwana, uongo, kusema uongo yatosha kuweka pembeni. Nafikiri nakumbuka tu mwaka jana, basi kusema mwaka jana waziri mkuu wa Uingereza alidanganya wakati wa COVID. Na yalimtokea, hakuondoka madarakani. Hata madarakani. Kwa hiyo usichukulie tu kusema uongo kwamba ni kawaida tu, ni huka.
Yaani kusema uongo haiwezi kuwa ni huka, isipokuwa kwa watu ambao hawajali maadili, hawajali kusema kweli. Inaweka watu huru, kweli inasimamia vitu, kweli inasaidia mambo yanyooke. Watu ambao wanasema uongo ni watu ambao wanasoma katika vitu ambavyo vinasoma katika sheria, taratibu na kanuni. Kwa hiyo kama tunataka kuendesha siasa kwa uongo, then tunajenga jamii ya ajabu sana, ya ovyo kabisa. Sawa, tukielekea kuhitimisha, Makalla angekuwa hajapita kwenye nafasi hizo kubwa ambazo umezitaja kwenye makala yako, angekuwa ni mtu tu wa chama fulani ambacho pia sio maarufu, lakini ni katibu mwenezi, alafu akayazungumza yale aliyoyazungumza, unadhani labda ingekuwa na madhara hayo ya taharuki kama yalivyokuwa? Mambo kwanza. Kwanza angekuwa sio wa nafasi hiyo, labda sasa angekuwa na kesi mahakamani. Angekuwa na kesi ya kujibu. Lakini la pili, kwamba asingekuwa na madhara, sidhani kwamba ni sahihi sana. Ndio maana nikakwambia wako ambao waliongea vitu kama hivyo na zikachukua kwa sababu wanajua nini maana ya kujanganya jamii. Unajua shida moja, jamii ikiambia uongo kwa kurudia mara nyingi sana, ina tabia ya kuamini. Sasa usifanye jamii kaamini uongo, kwa sababu unajenga jamii vibaya. Ndio? Na tunafundishwa sisi wazazi, tuwafundishwe watoto kusema ukweli na ukweli tu, ili wajenge wawe watu bora katika jamii, kwa sababu wataishi katika misingi ya kuwa kweli. Ukianza kusema uongo, utaaminika na nani? Kanuni zote za kiungwana, za kistaarabu zinakataa uongo. Kwenye dini tunakatalia uongo, kwenye viapo vya ofisi tunakatalia uongo, kwenye sheria tunakatalia uongo. Sasa uongo unasemea wapi? Hata huko duniani uongo haukubaliki, ni jambo baya. Ukisema uongo mahakamani kwenye kiapo unaweza kushtakiwa. Kwenye dini yako ukisema uongo, amri zimekataza. Nafikiri dini zote duniani kubwa zinakataa uongo. Kwa hiyo sijui kama kuna jamii ambayo inapenda kuishi kwa uongo, sababu uongo haujengi ila unabomoa. Pengine sasa hivi vyombo vya usalama vinaendelea kupeleleza tuhuma zilizotolewa, labda kuna hatua pia zinachukuliwa na Wizara ya Afya, labda baada ya taratibu zao za kitaalamu, pengine majibu yatakuja baadaye kwamba hilo jambo ni la kupuuza ama kulikuwa kuna threat kweli, kwamba kulikuwa kuna kitisho fulani. Makalla ni msemaji, katibu mwenezi, mzungumzaji. Unadhani kwa kauli yake ya namna hiyo na taharuki iliyotengenezwa na baadhi ya video labda kushushwa chini, kunaiweka kwenye nafasi gani sisi? Mimi bwana siwezi kujitolea hukumu kwamba inajua katika nafasi gani, ila tunasema hivi, uongo huwa hausimami. Muda si mrefu uongo unadhihirika tu, na wewe ukishajua kwamba wewe ni mtu mongo, jamii inakupa jina lako linalostahili kwamba wewe ni wa hivi. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu duniani yote anapenda kupewa sifa kwamba huyu jamaa ndo mongo aliyokubuhu na akajiona ndo kwanza, ndo sifa njema kabisa, na akitembea mabega juu na kifua mbele kwamba mimi ndo mongo wa dunia. Sidhani kama mtu anapenda kuitwa muongo. Kwa hiyo kama vile ambavyo hakuna mtu anapenda kuitwa muongo, na hivyo sasa kama kuna taasisi inapenda kuitwa kwamba taasisi hii inasema katika uongo na uzushi na uzandi. Unaona nafasi yote ya kugarimika kwa Makalla kulingana na kauli aliyotoa? Mimi sijui, kwa sababu mimi sio naye mteua. Mamlaka ya uteuzi inajua cha kufanya, inaelewa. Kama ikiona kuna sababu, mamlaka ni ya kwao, kwa sababu watapima wenyewe. Lakini ni wajibu wetu kama waandishi wa habari na vyombo vya habari kuiambia jamii bwana, kauli kama hizi sio sahihi, hazifai, na wanaofanya toa kauli kama hizi ni watu wa kuzomewa na kung'ong'a. Kwa sababu wanapeleka nchi kusiko. Hatutaka kujenga jamii ambayo inaishi katika siasa ya uongo, kutafuta hatua ambazo hazifiki kesho. Uongo ni sasa tuna tofali la barafu, ukipigwa jua kidogo halipo. Ukweli unasimama milele na daima, lakini uongo huwa haujitetei, hausimami wenyewe, utayeyuka. Sawa, wanahabari wengi wanasimama pia kwenye nafasi ya usemaji kwenye taasisi mbalimbali. Unaweza kulizungumza kwa sababu pia wewe ni mkongwe. Mtu anapokuwa msemaji, majukumu yake ni yapi? Tuhitimishe.
ni mwakilishi wa taasisi Mhm. kuwasilisha taarifa mbalimbali za taasisi yake. Lakini taasisi inayokaa inapanga uongo, hiyo ni taasisi ya hatari sana. Mhm. Kwa hiyo sidhani kama kuna taasisi inakwenda nakaa inapanga mkakati kaseme uongo huu ili nini. Tunatarajia kwamba taasisi itasema ukweli na ukweli tu. Kama kuna jambo la kusema ukweli ulisemwe, bila kujali itakuwa na madhara au itakuwa na madhara, lakini ukweli usemwe, sababu ukweli unamweka mtu huru. Kwa hiyo wasemaji wote popote walipo, kile taasisi binafsi, taasisi za umma, majukumu yao ni kusema ukweli, kusemea taasisi zao kwa ukweli, ili ukweli waweke huru. Hii habari ya kutafuta vitu vya kutengeneza, kusema uongo hivi, nimesema uongo ni sana tofali la barafu, halivuki siku, utayayuka tu. Kwa hiyo wajifunze tu kuwa kweli, tengeneza jambo ambalo litakusaidia wewe kujenga na taasisi yako kujenga, lakini sio unasema uongo ambao kesho kweli huwezi kuamka nao. Sawa, mimi nakushukuru sana kwa ambao tumeyazungumza leo. Mtazamaji, sisi tunahitimisha Nyuma ya Pazia kwa siku ya leo. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii ya The Media Brains kwenye YouTube kule, lakini pia cheki kwenye tovuti ya themediabrains.com. Tazama huko, tazama picha, lakini pia soma, unaweza kututumia maoni na sisi tukashughulika nayo. Naitwa Ibn Mitimingi, nilikuwa na Jesse Kwayo, mkurugenzi mtendaji wa Media Brains, mwana habari mkongwe kabisa, na leo tumezungumza kwenye eneo la usemaji. Mwisho ametoa ushauri kwa wasemaji wote kwenye taasisi yoyote. Kama wewe ni msemaji, basi sema kweli daima. Tengeneza jambo ambalo litakuwa ni la ukweli, hata kesho ukiulizwa utakuwa na majibu nalo. Kwa sasa bila shaka tunasubiri tuone tuhuma zilizotolewa, vyombo pia ulivyoshauri visaidiwe na Bwana Makala, polisi pamoja na Wizara ya Afya, bila shaka watakuwa wana nafasi yao hapo. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.